Wewe uko hapa? Mume wangu, unajua mamangu na mamake Kiulizo wana ugomvi. Si unajua tena ndugu wamepishana kidogo, kwa hiyo mama huwa hapendi kabisa kuniona nikiwa karibu na Kiulizo. Nyamaza mama. Haya ni maisha yangu. Naomba uniache kabisa. Kama umegombana wewe na dada yako, hiyo hainihusu mimi. Haifanyi mimi kuwa mbali na Kiulizo. Kwa hiyo naomba uniache. Tena uniache kabisa. Ni kweli mama. Ni kweli kama anavyosema mke wangu. Haipendezi nyinyi kama ndugu kugombana, na pia sio picha nzuri kama familia. Mama mchungaji. Baba. Vipi? Mbona hivyo tena? Hapana baba. Nafikiria tu mambo mengi kuhusu kijijini. Ni kweli, lakini usifikie hali hiyo bwana, na napita tangu kule na kuona unaongea mwenyewe. Hamna shida baba, nitafanya hivyo. Baba, na pia nitaka nikupe taarifa ya kwamba niko tayari kutoa maungo kwa sasa, kwa sababu unavyoendelea kuchelewa kutoa maamuzi ndio unavyojichelewesha kwenye utajiri. Tunaweza tu kufanya baba, niko tayari. Sawa, ni maamuzi mazuri, lakini kwa sasa hivi na wewe ofisini. Nadhani nitakaporudi tutalitimiza hilo. Hamna shida baba, nitakusubiri. Uwe na siku njema, lakini pia punguza kuwa unaongea mwenyewe. Ni vyema tu nikampa huyu kijana. Mbona niisha hapa vijana wengi huko na bado sijambulia chochote? Sembusa napata utajiri? Hapana. Ni lazima nifanye hivyo. Lakini ndani kuna baridi ya kaburi. Wanacheka nje, ndani machozi ya damu. Sikia nikwambie kaka mkubwa. Yaani kiukweli akili yangu na focus katika namna ya kumrudisha mke wangu hapa nyumbani. Silali mimi. Fikra mpaka mwili wangu wote unawaza tu namna gani na kupambana kumrudisha mke wangu. Ni hivyo tu brother. Mimi nadhani kwa sasa hauko tayari kubadilishwa shati lako la kulala na nyoka. Ukiwa tayari, tafadhali wasiliana na mimi ili niweze kukusaidia kuongea na mkuu. Lakini ikikupendeza unaweza kuongea naye mwenyewe Kaniki. But don't forget that no pain, no gain. You must get pain in order to gain, Kaniki. Take your time. Maisha ni maamuzi. Usijutie ulichokiamua. Na siku zote wale ambao wanafurahia maisha ni wale ambao walifurahia maamuzi yao. Kaniki, unahangaika kumrudisha mke wako. Kwani mimi ni nani? Au haufurahii kile ambacho tunakuwa tunakifanya? Wewe ni nyoka. Na utabaki kuwa nyoka tu. Na si kitu ni mke wangu mimi. Tena ni wa ndoa. Hivyo na kuomba usifananishe mke wangu na vitu vya kipuuzi. Kaniki, kama unaona ni rahisi, hebu jaribu kumwambia huyu ambaye unamuita mke wako akupatie hizo pesa. Wait. Ulikuja kufuata nini hapa? Mimi mwenyewe sielewi kiukweli. Yaani nahisi kuchanganyikiwa tu hapa nilipo. Vizuri. Toa hizo nguo.
uje hapa kitandani. Nimekumisi. We mwata kunivuruga tena. Haya masharti siku yake si Jumanne. Kaniki, ni masharti mangapi umeyavunja na bado unaendelea kuishi? Toa nguo, panda kitandani. Mama mfugaji. Mama, Nakuona hapo naangalia mazingira. Kwa kweli yanavutia sana mama. Kwa kweli. Karibu. Mamangu wa kiimani. Babe mama. Unajua kwa mama ametujengea nyumba kule kijijini. Hongera sana mama. Asante. Sasa mimi kama mzazi, mazingira ya hapa mjini kwa kweli sijui kwa vile nimekulia sana kijijini. Yaani hapa mjini sipaelewi kabisa. Sipaelewi, mimi ni mtu wa shamba bwana. Kwa hiyo nataka turudi kijijini. Turudi kijijini. Lini? Kesho kutwa ndio nataka tuanze hiyo safari. Sawa. Lakini nyinyi mnaweza tu mkatangulia. Mimi nitaendelea kuwepo hapa. Sidhani kama kuna tatizo. Hapana mama mchungaji. Kukuacha hapa kwa kweli inakuwa ni ngumu. Sijui hata nielezeje, yani sijui hata inakuwaje, lakini inakuwa ni mtihani. Wewe mwenyewe unaona huyu Klamu hajaoa. Alafu pia inakuwa ipendezi. Lakini mama wangu naomba utanisamehe kama nitakuwa nakosea. Hamna shida mama. Lakini mimi ni mama yake wa kiimani. Kwa hiyo hakuna tatizo kabisa. Mama mchungaji, we ni mama wa kiimani sawa. Na sisi tunakutegemea kwa ajili ya imani yako. Lakini we fikiria, we ni mtoto wa kike, ye ni mtoto wa kiume. Uone kama inakuwa ngumu kukaa hapa. Mimi naenda kijijini, baba mchungaji akisikia umebaki hapa afu mimi nimerudi kule. Mpo wawili tu, unafikia ataelewaje? Afu isitoshe baba mchungaji atakuwa amekumisi sana. Kwa hilo tu utanisamehe. Na ujiandae ili kesho kutwa tuweze kuondoka wote. Sawa. Lakini umenikatili. Ukatili? Mimi? Yaani namaanisha nilitamani niendelee kuangalia ya mazingira maana navutia sana. Lakini wewe ni mke wa mtu. Sawa mama. Jirani. Jirani. Da Sofi. Samahani kwa kusumbua jirani. Mimi na mwenzangu hapo tumepika ugali, ila sasa tumepungukiwa mboga, hatuna. Nikasema hapa jirani hawezi kukosa mboga. Kwa hiyo naomba unisaidie kidogo. Hivi unapikaje ugali alafu unapungukiwa mboga? Unavyopika ugali unatakiwa ukumbuke kwamba kuna kitu kinaitwa mboga. Hilo nalijua. Lakini ndo hivyo tena tumekosa. Unajua sisi vijana, kwa hiyo ningeomba tu unisaidie. Mwanaume unapungukiwaje? Unashinda kwenda kuchukua hata samaki shilingi 1000. Sasa sister, wewe hapo unayo hata matembele nitoke hapa kweli niende barabarani samaki akati unaweza ukatusaidia? Unajua nyewe mnanizoea sana. Chuvi muombe, mara mboga muombe. Kama maisha magumu rudini kijijini. Huu mji ni wa wachache sio wa wengi. Mkiona mwele rudini kwenu. Mna maisha magumu kushinda hata mimi nilotelekezewa mtoto. Kila siku niwasaidie. Mkipika ugali mboga imepungukiwa. Mkipika mboga ugali imepungukiwa. Kila siku. Basi sorry.
Sio sole. Haya, leti hicho kibakuli hapa. Asante. Vipi? Afu nimesikia kama anaongea. Oya mzee, sio kaongea, kachamba kinoma. Oya mwanangu, mboga za majani tu mzee ananiambia sijui yani nyi watu mlitoka Chitoli vijijini, mji sijui na wenyewe. Bro, ndo maana mara 10 nilikwambia bora uende wewe, ndo unawezana na sister wako. Kanya kinoma. Eti nawezana naye. We mara ngapi unanisikia mimi yule anaponitolea mboo? Mara ngapi unasikia akiwa anakemea, akiwa anaongea yule dada? Gaza maisha mimi siwezi. Nimeachoka kinoma. Yaani namaanisha naongea kutoka maoni ya maisha siwezi. Lakini wewe mwenzangu mrelax tu mzee. Yaani hauna hata uchungu kwamba inabidi tutoke kwenye maisha blaza. Mwanangu mimi nimechoka. Kisa mboga za majani tunanyanyasika hivi. Hapana, usista siku atakuja kututukana matusi ya nguoni, hutoamini. Wewe endelea kuridhika. Okay. Kwa hiyo unataka kufa? Mwanangu maisha mimi siwezi. Nimenyanyua mikono. Hamisi, tuwe na moyo wa subira. Zamu yetu na sisi itafika. Blaza najitahidi, lakini mwanangu hii inachosha. Hizi dharau hapana. Unaenda unanyanyasika, mtu anakutolea. Unajua kutukana na mwanamke na kuwa ganzi sana. Ila fresh, ipo siku mwanangu. Ni nini hichi? Ni upumbavu gani umeufanya mwanangu? Kumbe ni mpumbavu kiasi hichi? Mama, hujui chochote kuhusu maisha yangu, hivyo ningeomba uwe mkimya. Kelele pumbavu wewe! Hivi wewe wa kuninyanyulia mdomo mimi? Kumbuka kuwa hii bahati uliokuwa nayo wanawake wenzio wanaitafuta, na hasa wasichana walika kama lako wanatamani kuolewa na tajiri kama Matula. Kwa nini wewe unaichezea bahati kiasi hicho? Na una malengo gani na maisha yako wewe? Mama, nyamaza wewe! Si nyamazi. Nimekuwa nikikufuata ili nikuelezee shida ninazozipitia, lakini umekuwa mtu wa kutokutaka kunisikiliza. Badala yake umekuwa ukianadi mafanikio ya huyu mwanaume. Mama, ushawahi kutaka kujua mimi ninapitia hali gani? Mimi najisikiaje? Sielewa na shida gani. Nimemwambia tuondoke, yeye anataka kubaki. Abaki anambakia nani? Sisi wote hapa tunaondoka. Ina maana anataka mbaki wawili tu? Yeye ni mtoto wa kike, wewe mtoto wa kiume. Na kwa dhumuni lipi hasa linamfanya abaki? Unajua kuna watu mama wanapenda kukaa mjini. Kwa hiyo unaweza kuta pengine yeye anajisikia fahari sana akiwa yuko mjini. Na ndio maana hata anasema hivyo. Hapana. Apende mjini kwa lipi? Ni mama mchungaji wangu sawa, lakini kwa hilo atanisamehe. Nimemwona kabisa amenuna, lakini mimi nimemwambia ajiandae ili kesho kutwa tuweze kuondoka wote. Niye mmewezana wenyewe bwana, mimi sitaki kabisa. Wewe mpaka huku chumbani umekata nini? Nikuulize wewe. Mimi nimekuja chumbani kwa mwanangu kuzungumza naye, na wewe? Hata mimi nimekuja kuzungumza na mwanangu wa kiroho.
Haya, zungumza naye. Au basi naweza kuzungumza naye hata baadaye. Naomba niwapishe. Hela yako naweza ukafanya yale mambo yako ulionipa. Nashukuru shemeji. Mama, habari yako? Mzuri. Okay. Na mimi ndo nilikuwa natoka naelekea kazini mama. Sawa. Baki salama. Hivi wewe unataka nini katika familia yangu? Unataka nini katika ndoa ya mwanangu eh? Kila siku naongea na mtu mmoja wewe. Kwa nini unakuwa uelewi? Mbona unakuwa king'ang'anizi kiasi hicho? Lengo lako unataka kuharibu ndoa ya mtoto wangu. Umemwona kaolewa katulia, sasa unataka kumharibia. Hivi ungekuwa mwoaje hasa? Kwani usingemwoa tangu kipindi chote kile eh? Na unajua fika kwamba maisha tunayoishi sisi ni magumu. Mwanangu katoka maisha magumu eh? Na yeye ndo anayetusaidia sisi baada ya kuolewa na Matula. Anaokoa jahazi katika familia yake. Wewe leo unaenda kujitia kielele. Wewe una udugu na mwanangu? Una udugu na mimi? Hauna udugu na sisi kikeni wala kiumeni. Unataka nini katika familia yangu? Au nikupe roho yangu ulizike? Naomba unisikilize babangu. Na kuomba mimi nitakutafutia mwanamke yeyote unayempenda mzuri kuliko binti yangu muoe. Naomba uachane na mwanangu, na kuomba. Mama, hata mimi kuna muda natamani iwe hivyo, lakini nashindwa. Najikuta tu siwezi kukaa mbali na mwanao. Yaani nampenda kiasi cha kwamba nashindwa nikuelezee vipi. Lakini ibaki kutosha kusema nampenda mwanao. Na labda nikwambie kitu usichokijua. Niko tayari kufa kwa ajili ya mwanao. We koma we. Eti uko tayari kufa kwa ajili ya mwanangu? We ndugu yako huyu una udugu naye? Au mi ndugu yako wewe? Sina udugu naye kikeno la kiumeni. Udugu umetokea wapi mimi na wewe? Sasa nakwambiaje, ukome kuanzia leo, iwe mwanzo na mwisho kuingilia familia yangu. Na kama umeshindwa kutoka kwa heri, mimi nitakutoa kwa shari na utaondoka. Vipi, mbona hapa? Nilikuwa nakusubiri, kuna jambo nilitaka nikushauri. Nakusikiliza. Ni kuhusiana na maamuzi ambayo umeyachukua katika familia yako. Wewe unaweza ukahisi uko sahihi sana, lakini mimi nimekaa na kufikiria, nikagundua kuwa umepuyanga mpuyango wa mzee Ponda. Wewe unaishi na kijana ambaye amempa mimba mke wako. Na unajua kabisa yule alikuwa ex wa mwanamke wako. Alafu unaendelea kukaa kimya na unamwacha ishi nyumbani kwako. Kuna jambo moja unatakiwa ulijue. Katika maisha kuna leo lakini kuna kesho. Na kesho bora huandaliwa leo. Kuna muda mke wako atajifungua na muda huo utataka sasa kuonyesha tambo zako kwa watu. Kujikuta shababi, rijali sasa muda huo. Unavimba na damu isiyokuwa ya kwako. Wewe unadhani ule kijana atakaa kimya na kukuruhusu uendelee kutamba kwa damu isiyokuwa yako? Hili jambo limekuwa likitokea katika familia nyingi sana. Kuna mabosi wamekuwa wakizaa na wafanyakazi wao. Lakini mambo ya Mungu bana. Katika harakati huko anahangaika mwamba anataka damu yake sasa. Hapo mtafaruku huwa ni mkubwa. Kwa mbilinge za polisi, mara anajikuta amedondokea hospitali kwenye DNA. Na hapo sasa mdhaliliko unachukua nafasi yake. Hadithi hii inarandana sana na uhalisia wa maisha yako. Wewe umejipangaje kukabiliana na hilo?
Inatosha Medic. Nimekusikiliza na nimekuelewa pia. Najua kila kitu. Na nishafikiria hiki ambacho unachokisema. Na majibu yake ninayo. Ni hili ama kuna lingine? Kama unaona uko sawa, mimi nani nipinge. Huu ulikuwa ni mtazamo wangu. Lakini naona kama umefadhaika sana. Alafu sija kuzoea hivyo bana. Nataka nikuchangamshe kidogo. Simama basi udugu wangu. Mbona unapoza hivyo? Sija kuzoea hivyo bana. Mimi nataka uchangamke, tuenjoy. Mimi nawe damu, wenyewe tumependana kwa heshima na nidhamu, raha tumepeana. Oe, anipenda sana, mapenzi yamenibana, yeye bibi mimi bwana. Mimi nawe damu, wawili tumependana kwa heshima na nidhamu, raha tumepeana. Mimi nawe damu, wenyewe tuna udugu ndio uchangamke hivyo bana. Kusema kweli umejua kunichangamsha udugu. Na ndio maana nakukubali Medi. Baba wapi tena? Naelekea kazini. Nilikuja ukupa. Kunipa nini? Nimekuja ukupa maungo. Maana jana nilikuja lakini nikamkuta mama. Alafu hivi anachokifanya mama unaona ni sawa? Mama mbona tena anazungumzia mara tuondoke tena kijijini. Mimi naona kama haijakaa sawa. Kila mtu yuko sawa kwa upande wake. Kwa hiyo kwa upande wako unajiona uko sawa, lakini pia yeye kwa upande wake yuko sawa. Sasa hayo mambo ya wewe na mama naomba usinihusishe kabisa. Naelekea kazini sasa hivi. Nikirudi nadhani tutaongea vizuri. Sasa baba, kabla hujaondoka situingie tu dakika 2, havichoshi. Kwa bahati mbaya huaga sifanyi kwa dakika 2. Sasa hii haipo kwa ajili ya kuenjoy. Ni kwa ajili ya chama baba. Tunaweza kuingia tu. Ni kwako, kwangu ni kwa ajili ya kuenjoy. Baba. Have a good day. Sasa linaumbukaje sijalipa jamani? Si ni kitendo tu cha dakika 2. Anashindwa tu kuingia dakika 2 hapo tunamaliza jamani. Mbona kama ananiingia tena sasa? Wakati yeye ndo alikuwa ananilazimisha, ni sasa ameshafanya na nivimbia. Kwa sababu kaniona mimi nina shida. Eti nataka kuenjoy. Nimekuja kumenjoyisha mimi hata. Mimi nataka chama bwana. Kati jinge hivi na wewe. Sikitu. Sikitu mke wangu. Hii naota ukweli. Sikitu. Siamini mke wangu. Sikitu, nimekumisi mamangu. Hivi ni ndoto kweli? Hebu nifinye. Nifinye mke wangu. Nifinye. Finya. Lakini sio ndoto Ulisikiza wewe. Nimekuja hapa sio kwa ajili ya kurudiana na wewe. Wala sio kwa ajili ya kusikiza huo upuzi wako ambao unaongea. Nimekuja hapa kwa ajili ya kufuata nguo zangu na vitu vyangu vingine ambavyo nimeviacha. Sijui umenielewa? Kwa hiyo usije ukakaa ukawaza kwamba mimi nimerudi kwa ajili yako. Hilo baba sahau. Hapana mke wangu. Sikitu, usinifanyia hivyo mwenzio. Sikitu, nakumisi mke wangu.
natamani kuiona ile furaha yako mke wangu. Muda wote nateseka na mapenzi. Sikitu, mimi ndo yule mumeo. Ilo niahidi utanipenda milele mke wangu. Kwa nini unanifanya hivi? Basi wala uniambie kosa langu mke wangu. Nimekukosea nini mimi? Kitu kunifanya hivyo. Sikitu, naumia wenzio. Nimekumisi mke wangu. Nateseka kwa ajili yako mke wangu. Sikitu mke wangu, mimi ndo yule amba uloniahidi utanipenda milele mama. Ukaniahidi kwamba tutakufa wote mama, si ndo mimi Sikitu? Sikitu, bila wewe mimi siwezi. Sikitu kama jina lako. Naomba urudishe mapenzi Sikitu. Kama kuna mahali nimekukosea, niambie mama, tumemalize. Napita wakati mgumu mwenzio. Mimi sawa na yatima mamangu. Sikitu, wewe ndo mama, wewe ndo baba, wewe ndo kila kitu katika moyo wangu. Ukiondoka wewe taniachana nani? Kani unatesa moyo wangu Sikitu. Haki ya Mungu, siwezi bila wewe. Sikitu, wala basi nihurumie. Basi hata kama mapenzi yamekufa, nihurumie mke wangu. Tia machungu kama hujui. Nakupenda. Sina la kusema, nakupenda mke wangu. Haki ya Mungu, niko tayari kufanya chochote kile mke wangu. Niko tayari kwa lolote mke wangu. Siko tayari kukupoteza. Na ndo maana mke wangu, hakunaga kwa mambo ya mapenzi. Siwezi. Naweza kuvumilia vyote mama, lakini sio wewe. Kwa mbali na wewe siwezi. Siwezi. Kama uko tayari mimi niteketee kwa ajili yako, sawa. Sawa Sikitu. Sikitu, nakupenda mwenzio. Nakupenda mke wangu. Napenda kinaona nikiwa tikali kama hii. Hali ya kudhalilika, ya kuteseka, na siwezi bila wewe. Najaribu kujikaza, lakini hapana, siwezi. Nakupenda. Nakupenda Sikitu. Pengine ni hiari yako, sio lazima, ila ningetamani ujue navyohisi. Najua ni akili yako, we mtu mzima, na wala usitake kumsingizia ibilisi. Haya machozi utayalipia,
na hapa nonifanyia takurudia, na pia haya maneno nakuambia. Wewe Hamisi, asa mbona umekaa hapo umeacha goli kule? Oa mwanangu Chenjo, acha nikwambie kitu kimoja mwanangu. Mimi maisha nimeyachoka. Piga mahesabu, tunapigwa na jua kuanzia asubuhi hadi mchana hadi jioni mwanangu inafika, tunauza mfuko mmoja tu mwanangu, utakuja kufanikiwa kwa maisha. Mimi siwezi mzee. Sasa unaona nani apende maisha mazuri? Ndio maana kuna msemo anakuambia kuna kupata na kukosa. Wewe unajikatia tamaa. Sisi tunatakiwa tupambane ndugu yangu. Riziki yetu si ipo na itafika, usikate tamaa hivyo. Kaka, tuendelee kupiga kazi. Kuna siku sisi tutapata. Hamna cha kufanikiwa Chenjo, sisi tumelizika. Kuna vitu sisi tukifanya kabisa tunafanikiwa na viona kabisa viko mbele yetu. Piga mahesabu, tumetoka Chitohori tumekuja Dar. Watu wana magari, watu wana majumba. Sisi tupo kila muda tunateseka tu barabarani. Hatujaamua, haya maisha yanahitaji maamuzi. Tuamue tunafanikiwa. Mbona kuna vijana wadogo tunawaona hapa Bongo wanafanikiwa? Wanakuwa na maamuzi kichwani bro. Mimi siwezi. Wewe unataka kuchukua maamuzi gani? Yaani mimi niko tayari nifanye chochote kwenye maisha ili nifanikiwe. Nipo tayari kutoa chochote. Kitu gani unataka kutoa? Wewe utaona. Sio nitaona kitu gani ambacho unataka kutoa? Kaka, nimekuambia wewe utaona. Hamisi. Giza linapokuja kila kona, fedha zimenipata mana. Vipi mama mchungaji? Kwema tu mama yangu. Naona unasoma Bible. Napitia mistari hapa. Ndio mama. Vipi umeshajiandaa kesho safari? Ndio mama, nimeshajiandaa tayari. Sawa. Mama, asa mimi nipo juu huku nafanya usafi. Wewe endelee tu. Aya mama. Unaogopa? Kiasi chake. Mafanikio siku zote namhitaji mtu jasiri na sio mtu mwoga, mtu ambaye anaweza akapita kwenye moto na akatoka akiwa salama. Hivyo kama unahitaji kufanikiwa, zingatia hilo. Ni lazima uwe na moyo mgumu. Ndio nachokifanya hapa. Endelea. Mama.